Bana, leo niko na Sister Tabu. Tabu, hongera. Asante. Hongera sana. Hii picha mbona umeweka hapa? Ni brand yako au ni nini? Yes, my brand. Ni brand yangu. Ilikuwaje mpaka ukafikiria picha hii kuweka hapa? Naweza nikasema ni moja kati ya picha zangu ninazozipenda sana. Hii picha uliigiza nayo kwenye movie ya Kombolela. Ni pale dirishani? Yes, tamthilia Kombolela sio movie. Ni tamthilia. Yes. Hivi uliwezaje kuigiza kama bubu? Maana kwa miaka hii mwanamke kama wewe kuigiza kama bubu. Kwamba kuna mtu ambaye anaweza kuigiza kama bubu. Yaani kwa namna ambavyo umecheza mbona umecheza kwa hisia kubwa. Yaani mpaka mimi wakati mwingine nilikuwa nikiangalia tamthilia, kuna namna fulani nilikuwa nakuona kwa namna nyingine. Okay, naweza ngasema tu ni talent na script, yani script ndio iliniongoza, story ndio iliniongoza. Na kitu kingine ni talent. Mtu yoyote ambaye ana kipaji sidhani kama anashindwa kucheza maimo, manake kwenye Kombolela mimi nimecheza sana maimo. Yani niseme vitendo. Yes. Ni talent tu. Na kuna kufanya research, manake mimi so bubu. Kwa hiyo character nilomwakilisha yeye ni bubu. Kwa hiyo kuna research nilifanya kuhusiana na character yangu pia. Imekufungulia nini Kombolela katika maisha? Imeongeza nini? Thamani ipi imeongezeka? Tamthilia Kombolela naweza nikasema imenifungulia dunia. Yaani imenifungulia milango mingi. Watu wengi wamenifahamu kupitia Kombolela. Yes, nimepata marafiki wengi, kazi pia, matangazo. Yes, imenipa yani niseme ni tamthilia ambayo imenipa fursa. Watu wengi wamenifahamu kupitia tamthilia Kombolela. Tofauti na namna ambavyo watu wanavyokufahamu. Yaani Tabu kama Tabu, jina tofauti na Tabu. Yaani tofauti na jina ambalo wengi wanalifahamu la kwenye tamthilia Kombolela. Yaani jina lako asili kabisa. Na ni mtu wa wapi labda? Mimi naitwa Happy Swebe. Happy Swebe. Yes. Happy Swebe. Ni mzaliwa wa Mbeya. Mimi ni Mnyakyusa kutoka Tukuyu. That's why unaiona my brand, a girl from Tukuyu. Yes. Waigizaji wengine ambao wamekuwa wakiigiza na kupoteza mwelekeo wao mapema baada ya kuolewa, wewe binafsi unaitazama vipi taswira ya wanawake kupotea baada ya kufanya vizuri? Wakishaolewa tu kuna baadhi ya vitu wanaona. Naweza nikasema kwamba ndoa ina vitu vingi sana. Unavyoamua kuingia kwenye ndoa, unatakiwa ujue ni mtu gani ambaye unaingia naye kwenye ndoa. Je, atakubali baada ya kuoana uendelee na masuala ya kuigiza au atakataa? Kuna mtu mwingine anaweza akawa na kuigizia tu. Kipindi ambacho mpo kwenye mahusiano akawa na kusupport kile ambacho unakifanya, lakini after ndoa akakukataza kabisa, sitaki uigize. Au akawa ni mtu ambaye anakupa stress wewe za kukufanya usifikie malengo yako ya uigizaji. Kwa asilimia kubwa hiyo changamoto ipo. Mabinti wenzangu wapo ambao wanapitia hizo changamoto tangu wameingia kwenye ndoa tu, wameshindwa kuendelea na sanaa. Lakini sijui niseme hawa wanaume ambao wanaoa wanawake waigizaji wanachukuliaje masuala ya uigizaji? Je, wanachukulia ni kazi kama kazi nyingine au wanachukulia ni masuala ya uuni? Sijajua kwa kweli. Ni nidhamu gani inaondoka baada ya mwanamke kuolewa? Yaani mwanamke mwenyewe yule muigizaji baada ya kuolewa, ni nidhamu gani ambayo labda huenda inakuwa inakosekana kwenye ndoa mpaka wanaume kuweka limit ya baadhi ya vitu kwa mwanamke wake? Mimi ni mtu ambaye siamini kwamba eti mimi hapa ni muigizaji lakini nikiolewa kwamba nitabadilika. Hapana. Kwamba kuna nidhamu itatoka mimi baada ya kuolewa. Hapana. Labda inatokea tu mtu na mtu. Unajua wanasema tabia ya mtu, hiyo tabia mbaya hainaga kabila wala haina mtu wa kusema mtu fulani ana tabia fulani, mtu fulani ana tabia fulani. Kama mtu anaweza kubadilika wakati wa ndoa, hiyo inatokea, lakini sio eti kwa sababu mimi ni msanii.
nikiolewa tu nibadilike, no. Kwa nini mwanamke anahitajika kuwa na adabu? Kwa sababu mwanamke, kwanza niseme, ni kama kioo cha jamii. Mwanamke ni mama, unajua, mwanamke ni mlezi. Watu wanajifunza vitu vingi sana kupitia mwanamke. Mwanamke akikosa adabu katika jamii iko tofauti na akikosa adabu mwanaume, kwa sababu watu wanajifunza kupitia mwanamke. Watu niseme, sijui naliwekaje hili, lakini naweza nikasema tu mwanamke sijui amebeba kitu gani katika ulimwengu, hasa kwenye watu kujifunza kupitia mwanamke. Ila ikikosekana adabu kwa mwanamke,